Katika historia ya Afrika, kuna nyakati chache sana ambapo mtu mmoja anaibuka ghafla na ndani ya muda mfupi anabadilisha mwelekeo wa taifa zima. Hii ni hadithi ya mmoja wao. Ibrahim Traore alizaliwa mwaka 1988 katika eneo la Bondokwi ndani ya nchi ya Burkina Faso. Hakuzaliwa kwenye familia ya kisiasa, hakuwa kwenye mazingira ya madaraka. Alikuwa kijana wa kawaida kabisa, aliyekuwa na ndoto za maisha ya kawaida. Lakini ndani yake kulikuwa na kitu ambacho wengi hawakuwa nacho: nidhamu na msimamo. Alipofika chuo kikuu, alichagua kusoma jiolojia, lakini maisha yake hayakubaki kwenye vitabu. Aliamua kuingia jeshini, na hapo ndipo kila kitu kilianza kubadilika. Ndani ya jeshi hakukuwa na nafasi ya udhaifu. Ni mafunzo magumu na ni vita halisi. Alitumwa kwenye maeneo hatari zaidi ya nchi, ambapo makundi yenye silaha yalikuwa yanazidi kuimarika. Kila siku aliona askari wenzake wakipoteza maisha. Kila siku aliona wananchi wakikimbia makazi yao. Na pole pole alianza kutambua kitu kimoja: tatizo halikuwa tu maadui wa nje. Tatizo lilikuwa ndani ya mfumo wenyewe. Mwaka 2022, Burkina Faso ilikuwa tayari imeingia kwenye mzunguko wa mapinduzi. Kiongozi aliyekuwa madarakani wakati huo, Paul Henri Sandaogo Damiba, alikuwa naye ameingia kwa njia ya kijeshi, akiwa na ahadi moja kubwa: kurudisha usalama. Lakini miezi ilipopita, hakuna kilichobadilika. Mashambulizi yaliendelea, wananchi waliendelea kufa, na ndani ya jeshi hasira ilianza kuongezeka, haswa kwa askari waliokuwa mstari wa mbele. Hii haikuwa siasa, haya yalikuwa ni maisha yao. Na hapo ndipo jina la Ibrahim Traore lilianza kusikika zaidi, si kwa sauti kubwa, bali ni kwa minong'ono ndani ya kambi za kijeshi. Ndani ya muda mfupi tu, kikundi cha askari waliokuwa wamechoshwa na hali hiyo kilikusanyika. Hakukuwa na matangazo, hakukuwa na siasa za wazi. Ilikuwa ni mipango ya kimya kimya. Na kisha siku moja kila kitu kilibadilika. Vituo vya kijeshi vilichukuliwa, runinga ya taifa ilisimama, na ujumbe mmoja ukatangazwa: uongozi umebadilika. Ndani ya saa chache, Damiba akaondolewa, na kijana ambaye wengi hawakumfahamu akawa kiongozi wa nchi, Ibrahim Traore. Lakini hapo ndipo hadithi inaanza kuwa nzito zaidi, kwa sababu kushika madaraka ni kitu kimoja na kuyashikilia ni kitu kingine kabisa. Alipoingia madarakani, hakuchagua kuvaa suti, hakuchagua kuonekana kama mwanasiasa. Alibaki kwenye sare ya jeshi kila mara. Hii haikuwa kwa bahati mbaya. Ulikuwa ni ujumbe kwamba bado tuko vitani, na yeye ni askari kabla ya kuwa kiongozi. Alianza kufanya maamuzi makubwa, akibadilisha mwelekeo wa nchi, akisisitiza uhuru, akipunguza utegemezi wa nje na kujaribu kujenga upya mfumo wa usalama. Lakini kadri alivyosonga mbele, ndivyo hatari zilivyoongezeka. Taarifa zikaanza kusambaa za njama za kumwondoa na hata kumuua. Lakini hatua za ulinzi ziliongezeka, ratiba zikawa siri, na harakati zikadhibitiwa kwa karibu sana. Kwa sababu katika historia ya Afrika, viongozi wa aina hii hawadumu bila changamoto. Na hapo ndipo jina jingine likaanza kujitokeza:
Thomas Sankara, kiongozi wa zamani wa Burkina Faso, aliyekuwa na ndoto kama hizi. Alipendwa, lakini akaishia kuuawa. Na wengi wakaanza kujiuliza, je, Traore atafuata njia hiyo hiyo ama atabadilisha historia? Leo hii kwa baadhi wa Afrika ni ishara ya matumaini mapya. Kiongozi anayesema kile wananchi wanachotaka kusikia, anayesimama bila hofu. Lakini kwa wengine ni hatari inayoweza kuirudisha nchi kwenye mzunguko wa utawala wa kijeshi. Lakini ukweli mmoja unabaki. Ibrahim Traore si jina la kupuuzwa tena. Na labda swali kubwa zaidi si alikotoka, bali ni ataishia wapi? Kwa sababu historia ya Afrika imejaa viongozi waliokuja na moto mkubwa, lakini wachache sana walioweza kuudhibiti moto huo.